na ina pande mbili tena zisizofanana. Inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu shanikosesha penzi hili la kweli. Shilingi ishaumiza wengi sana. Ishavunjisha mahusiano mengi licha ya kazini na pengine. Wengi wanateseka kukosa thamani yote shilingi. Inavunjisha imani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa. Na inaleta chuki, inaleta furaha na mabala. Ishina kisema ni naradini tena majera. Shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi yaliyopita kwenye shilingi. Alice ameenda wapi? Alice hayupo. Ametoka tangia asubuhi sana. Tena amebeba na mabegi yake kabisa. Babako amekubali uishi na mimi? Ndio. Tena tukaniambia kusalimia. Unajua ni vitu vingapi naweza kufanyia mbwa wewe? Mjinga wewe. Mshenzi wewe. Kapuku wewe. Baki huko. Usinisogelee. Alice, mbona sielewi? Kuanzia leo sitaki kuona hiyo sura yako. Wala hata kusikia sauti yako. Nadhani umemsikia Alice. Wewe, toa huyo mtu nje. Umeyasikia maelezo Toka! Asante. Sijisikii kula. Wewe unajisikia kula, haujisikii nataka ule. Leo nimeenda tena nyumbani kwao Alice. Acha na tuongee baadaye, kula kwanza. Kweli sijisikii kula kwa sasa. Labda baadaye. Kitu gani umekikuta huko? Pengine uliyosema kuhusu mimi na Alice ni kweli. Tunatokea katika dunia mbili tofauti. Na kama tuwezi kuishi pamoja. Yaani leo Alice amefikia hatua ya kunitema mimi mate. Ananiona mimi kama kinyesi. Chande. Fungua geti. Vumilia kidogo mwanangu. Tutafika muda si mrefu.
Samani. Vipi binti yako dokta? Binti yako yuko salama salimini kabisa. Okay, na mtoto? Binti yako hajajifungua mtoto. Kajifungua mapacha. Tena wote wa kiume. Oh. Asante sana Mungu. Naweza kwenda kumwona? No. Kuna wauguzi wanafanya, kuna kazi yao wanafanya, nadhani wakikamilisha mambo yao watakupa fursa kwenda kumwona. Okay. Nashukuru sana dokta. Hongera sana Mr. Mungu. Asante, nashukuru. Samani dokta. Bila samani. Vipi huyu binti amejifungua salama? Wewe ni nani yake? Mimi ni mchumba wake. Hongera sana bwana. Umepata mapacha ya kiume. Shikamoo. Umefuata nini hapa? Nimesikia Alice kajifungua watoto wawili mapacha. Nimekuuliza ni kitu gani umefuata hapa? Lakini mimi ni baba wa hao watoto. Nina haki ya kuwaona. Unazo akili wewe? Nakuuliza wewe mjinga, unazo akili? Hivi, ni nani alikwambia kuwa na watoto wako? Baba, naweza kwenda kumwona mgonjwa. Okay. Ila samani, naomba unisaidie kupiga simu polisi. Maana kuna mtu hapa analazimisha kwenda kumwona binti yangu na simfahamu. Kaka, kuna sababu gani kufikishana mpaka polisi? Naomba ondoke mwenyewe sasa hivi. Lakini mimi ni baba wa hao watoto na nitiaje polisi? Messenger. Kiza nikwambie, naomba kanifuatie polisi sasa hivi walete hapa. Sawa, mimi naondoka. Unataka uitoe polisi kweli? Samahani dadangu. Naomba niwaone wanangu walau dakika moja tu. Naomba uondoke tafadhali. Unanipa rushwa? Hapana, sio rushwa, ni maombi tu. Dakika 2 ukikuta mimi simu. Nashukuru.
Hawa ni wanangu, nami pia nina haki ya kuwa nao. Naweza fichua takdiri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Naweza fichua takdiri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Nesi! Mwanangu yuko wapi? Tulia. Nani kamchukua mwanangu? Nani kamchukua mwanangu? Nani kamchukua mwanangu? Nasemaje? Naomba mnielewe kwa makini. Mimi siwezi kuelewa kabisa kama huyo mtoto asipopatikana. Ni kweli mzee wangu, lakini tunafanya kila lilo chini ya uwezo wetu mtoto aweze kupatikana. Unajua kilichotokea Simba? Kumbe unajua kinachoendelea? Yule kaka aliniambia kwamba yeye ndiye baba wa watoto. Hivyo akaomba kuwaona japo kwa muda. Peter. Unafahamu anapoishi? Twende kwake. Hapana Alice. Hapana. Wewe rudi kwanza upumzike. Mimi Nipumzike. Nimepumzika kati mwanangu anachukuliwa dai. Sikutegemea kama mna uzembe wa namna hiyo. Shenzi. Wewe tuonane ofisini. Mtoto asipopatikana huna kazi ama utaishia jela. Unanitazama ili iweje? Nilikutuma ufanye upuuzi huo? Peter. Wewe mtoto wa nani? Ni mwanangu. Arisi amejifungua? Hebu nishikie kwanza. Nisubiri hapo hapo. Hivi vitu vilivyopo ndani vyote ni vya kwako. Kwa hiyo utaamua wewe sasa kama kuviuza au kuvitumia. Peter, wewe mtoto umemtoa wapi? Nimekwambia ni mwanangu. Kwa hiyo
Agi, Pita iko wapi? Umejifungua mapacha? Mlango wake upo wazi. Na inaonekana alikuwa hapa muda si mrefu. Ameenda wapi? Agi, naomba niambie, Pita iko wapi? Unahitaji nikulipe kiasi gani ili useme? Wala sihitaji pesa zako. Pesa zilizotumika kuwagombanisha hawa zinatosha. Ufanye kama nilivyokuelekeza. Usiongeze wala usipunguze chochote. Umenielewa? Wewe. Hey. Hivi unanisikiliza kweli wewe? Ndio, nakusikiliza vizuri. Umeniambia nisizidishe wala nisipunguze. Na ukifika pale, ufanye kama nilivyokuambia, halafu uondoke haraka. Umenielewa? Hizi hela ni halali kweli? Hizo pesa ni halali kabisa. Wewe umezitoa wapi? Mama, hiyo sio kazi yako. Fuata nilichokuelekeza. Basi usijali shoga yangu. Nikifika nitafanya kama ulivyoniambia. Nitamchamba vilivyo. Na kama akijaribu tu kunijibu, nitamtembezea kichapo mpaka ajue mimi ndiye. Hivi wewe, aliyekwambia ukamchambe mtu nani? Aliyekwambia ukampige mtu nani? Fuata kama nilivyokuelekeza. Basi shoga yangu, mimi simchambe wala simpigi. Nitafanya kama ulivyonielekeza. Na ukisubutu kumgusa mtu, nitakutandika na pesa yangu nitakunyang'anya nipatie mtu mwingine. Sasa mbona tunatishana tena mwenzangu? Nimeshakwambia nitafanya kama ulivyonielekeza. Unasemaje? Unazo akili wewe? Nakuuliza wewe binti, unazo akili? Nimekuuliza Pita ameelekea wapi na mtoto? Hayo mengine yametokea wapi? Baba yako alitoa pesa kwa bibi na yule msichana. Yule msichana hana mahusiano kabisa na Pita. Unafanya kazi nzuri sana na endelea kuhakikisha kwamba hawa watu wawili hawana nafasi kabisa ya kurudiana tena. Na nitaendelea kukulipa. Sawa. Naomba uniambie anachosema ni uongo. Alice, huyu ni muongo. Tena ni mshenzi. Anachokifanya hapa ni kutupotezea muda ili tusimpate Pita. Yes. Pita aelekea huku. Kaenda hivi, sio kapita huku. Wewe njoo hapa. Za siku nyingi. Ndio maana matatizo katika nyumba hii mnashindwa kuyamaliza nyinyi wenyewe. Wewe una miaka ngapi katika kazi hii? Na miaka 10. Miaka 10 sasa. Unawezaje kumudu kuishi katika kazi muda miaka 10 wakati mimi niko mlangoni napiga honi dakika 10 hujanifungulia mlango? Mzee nisamee. Mimi nilipitiwa kidogo. Aha. Niko hapa wiki moja. Endelea kupitiwa. Lakini ndani ya wiki hii utajikuta unakaa. Katokea wapi huyu? Kasi ukae huko. Mpaka siku moja sijui umepita sijui. Baba yako ana makosa yake na wewe pia una makosa yako. Makosa ya babako ni kujifanya kwamba najua kila kitu kuliko mtu mwingine. Nishamwambia siku nyingi au tafutie mume ya kuoe. Ila akasema kwamba anasubiri malize masomo. Sasa matokeo yake ndio haya. Umeshika ujauzito na umezaa watoto wawili sasa hivi. Tena mwosha magari. Mimi ninachokitaka kwa sasa hivi sio kingine. Nataka tu mwanangu apatikane basi. Mtoto wako utampata. Ila huyo kinyamkela aliyeiba mtoto wako ataozea jela maisha yake yote yalobakia.
mnakaa mnachekacheka na maskini kama vile ni wenzenu. Matokeo yake sasa ndio haya. Halo. Patu kama naongea. Njoo nyumbani. Na mjukuu wangu mimi ameibwa. Amejifungua watu wawili, mmoja ameibwa. Ripoti kamili utapata nyumbani. Sasa sasa hivi. Sasa hivi. Ana kusubiri. Mimi naitwa Inspector John Msemwa, ni polisi kutoka kituo cha kati. Nimekuja hapa kwa ajili ya mtoto aliyopotea, kesi ya mtoto aliyopotea. Karibu sana. Okay, nahitaji kujua umri wa mtoto, mna mahusiano gani na mtoto na jina lake kamili. Mtoto ni mwanangu, ila kazaliwa leo kwa hatujapata muda wa kumpa jina. Pole sana. Na kwa taarifa za awali mlizotoa mlisema kwamba kuna mtu mnamuhisi. Ni nani huyu? Hatumuhisi. Ila tuna hakika kabisa kwamba yeye ndio kamuiba. Okay, jina lake? Peter Ndaiga. Ni baba wa mtoto. Labda bado hamjaelewa vizuri. Yaani baba mtoto anaweza kumuiba mtoto mwanae kweli? Au kuna tatizo hapo? Wewe anakuhusu nini? Wewe usifanye kazi yako. Si umekuja hapa kuhakikisha umempata mwanangu? Asa maswali unauliza chungu mzima yatasaidia kumleta mwanangu hapa? Alisi. Afande. Samahani kidogo. Nipe dakika moja. Alice. Najua una wakati mgumu sana. Lakini usipomjibu askari maswali yake, itakuwa vigumu kusaidia. Unaweza kumjibu wewe maswali. Wewe na basi unajifanya kila kitu mnajua. Mnataka mnipangie nimpende nani, nisimpende nani. Mnataka myapange maisha yangu. Mnataka mniendeshe kama mnavyotaka nyie, as if mimi sio binadamu. Au mimi nimekuwa mdozi wenu. Huyo Peter anaishi wapi? Mama yake anaishi Morogoro. Morogoro ni kubwa. Kwa hiyo wazazi wake wanaishi eneo gani? Sijui, mimi aliniambia tu Morogoro. Alisi. Unawezaje kuishi na mwanamume mpaka unapata ujauzito, mpaka unajifungua? Nyumbani kwa wazazi wake kujui? Hivi James anaishi na familia hii. Kaka yangu huko kaburini alipo, kama anaona hizi familia ilivyogeuka, atalia kwa uchungu sana. Na nasemaje? Mwanangu asipopatikana, yani nitampeleka labda katika vyombo vya sheria. Na siongei na yeye mpaka naingia kaburi. Shikamoo mama.
Marahaba, karibu. Pita mwanangu, hivi mama wa huyu mtoto yuko wapi? Ni hadithi ndefu mama. Hadithi ndefu kivipi? Amefariki au? Hajakufa ila kitu gani? Mama, sumwache mtu apumzike. Si yupo utamuuliza tu. Haya kuhusu. Tena naomba unyamaze kimya. Yapo mengi yametokea mama. Nahitaji muda wa kutosha nikuhadithie. Naomba muda tafadhali. Kukupa muda sio tatizo. Tatizo hawa watoto wadogo wanatakiwa kukaa na mama zao. Ona huyu mtoto, hata muda wa kutoka nje bado. Ni mdogo sana. Haya, ngoja nikakuandalie chakula, nikalete chakula. Na wewe mbona haupo kwa mumeo? Ndio imenishinda kakaangu. Nasubiri tu taraka yangu inifuate. Na hata asipoleta siwezi kurudi tena kwake. Ina maana huyu mumeo ndo amekutoa kovu hili? Hili na mengine mengi yasiyoonekana. Kumbe yule jamani mjinga sana yule. Yaani nikikutana naye atanitambua kwa kweli. Unacheka nini? Yaani umenikumbusha mbali sana. Nimekumbuka enzi za uhai wa baba. Katika hiki kijiji hakuruhusu mtu yoyote anyoshie mikono yake. Shilingi, shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi. Bosi samani, kuna mtu anahitaji kukuona. Nimekwambia kwa sasa sihitaji mgeni wewe na yoyote mpaka muda wa lunch. Maana nina kazi nyingi za kufanya. Katika mgeni mwenyewe ni mimi. Auntie, si nilikwambia usubiri pale mapokezi. Mwache. Endelea na shughuli zako. Vanessa Muru. Hatujaona na muda mrefu sana. Ili sisi ukiona utanikumbatia, utanibusu. Ni ngumu kumkumbatia mtu ambaye aliniacha na maumivu kama wewe ulivyoniacha. Hivi unafikiri nilipokuacha mimi sikuumia? Kama uliumia, why uliondoka? Karibu keti kitini. Kwani kuna tatizo gani mimi nikikaa? Ukikaa hapo ni sawa unaikosea heshima ofisi yangu. Hauishi kuishi kwenye sheria. Kama tutaishi bila sheria, tutakuwa tutofautiani na wanyama. Nikusaidie nini Vanessa? Come on. Yana hata kuulizana habari za siku. Okay. Nina shida, nahitaji msaada wako. Of course una shida.
lakini ukiwa huna shida wala umtafuti mtu. Haya, nikusaidie nini? Ni kuhusu kakaangu na kampuni yetu. Naweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina magina mengi. Shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina magina mengi. Shilingi. Siku ya pili sasa, hakuna taarifa yoyote ya msaada wa Matumaini. Hatuwezi kukata na taarifa ya Matumaini wala msaada kwenu mzee, kwa sababu nyinyi wenyewe hamjui aliko Morogoro sehemu gani. Kwa hiyo umechukua hatua gani? Kwa taarifa tumeshatoa jeshi la polisi mkoani Morogoro. Watachopata chochote watanifahamisha. Ndio hicho tu ulichoweza kukifanya? Kiukweli ndio hilo mzee, kwa sababu samahani, lakini hakuna kingine kinachoweza kufanyika zaidi hapo. Mimi naomba niwaage jamani, kwa elimu sana. Samahani, kweli nitatafuta njia nyingine kama serikali imeshindwa kusaidia, ila tunakuhakikishia kwamba utampata mwanao. Kwa bahati mbaya siwezi kukusaidia kwa hilo. Kwa nini Alex? Kwanza kabisa, hii ni issue ya kifamilia, nisingependa kuiingilia. Pili, Alex, sawa ni issue ya kifamilia, lakini James ananidhulumu. Sidhani kama kukudhulumu ni msamiati sahihi katika hili. Ninavyokujua wewe, ungedhulumiwa wala usingekuwa hivyo. Na umetoka kuniambia mwenyewe, kila unapohitaji pesa huwa anakupatia. Ni kweli ananipatia pesa kila mwezi, lakini nahitaji kujua kampuni kiundani zaidi. Nataka kujua matumizi na kila kinachoingia kwenye kampuni, ili nijue kama hiki anachonipatia ni sahihi ama la. Lakini ukiachana na hayo yote Alex, mimi sina sauti yoyote kwenye kampuni yetu. Pamoja na hayo, kama utatoa 50% katika kampuni, kampuni itakufa na udugu utakufa. I don't care Alex. Just nisaidie tulishinde hili. Nitakupatia kiasi chochote unachohitaji. Kaka yako ni mtu mkorofi, sikatai. Lakini sidhani kama anastahili kupata matatizo yanayofuatana. What do you mean? Kwa nini la mtoto si hamjalimaliza? Mtoto gani? Ina maana hujui kinachoendelea katika familia yenu sasa hivi? Alex, just go to the point. Unanieleza kuhusu nini? Unaongelea nini? I don't know. Unamiliki kampuni ya magazeti, lakini hata magazeti yenyewe usomi. Tafuta gazeti lenu la mbashara ili upate habari kamili. Mzee. Vipi? Samahani mzee. Nilikuwa nahitaji kukupa pole tu kutokana na matatizo yaliyokukuteni. Nashukuru. Lakini pia ningependa kumpa pole dada hapo kwa hili lililomkuta, ni la kuhuzunisha sana, kwa kuondokewa na kijana wake. Na pia mimi kuna mtu mmoja yuko Bagamoyo, ni mtaalamu. Huyo ni mzuri kwenye kusaidia watu na mambo ambayo yalopotea. Mtu gani huyo? Ni mtaalamu. Unamaanisha kwamba ni mtaalamu wa tiba asili? Ni mganga wa kienyeji. Hivyo una akili kweli? Mtaalamu wa tiba asili, umeshasikia kama kuna mtu anaumwa ndani? Sasa mzee, si hata shida hiyo. Rudi getini kwenye kazi yako ulizoea. Rudi! Unapinga tu waganga. Kazi ya kupinga tu waganga. Unajua mimi hata hii kazi yenyewe nimepata vipi hapa? Nimeipata mimi kwa ajili ya waganga hawa wa kienyeji unaowapinga. Niliambiwa nivunje nazi 7, nikavunja mimi za Isuzu nzima. Sasa endelea na ubishi wako mtu namna hii. Maana unakuta hivyo. Bisha vitu vya kipuuzi bwana.
Che. Ati baby, jamani. Uko analia nini jamani? Eti. Tucheze sasa hapa. Sawa. Mbona nikakuruhusu kumchukua mwanangu bila kuniambia? Alikuwa analia na wewe ulikuwa umesinzia, nikaona nimbembeleze. Mlete. Sasa iwe mwanzo wako na mwisho kumshika mtoto bila kunipa taarifa, sawa? Sio kwa nia mbaya dada. Nimekuuliza, umenielewa? Nimekuelewa. Nisamehe. Toka. Basi baba, siwezi kuruhusu mtu akuchukue tena kama ulivyomchukua ndugu yako. Pole sana auntie. Pole. Yaani nilivyosikia tu nikasema ngoja nikukimbilia auntie yangu. Auntie, nimempoteza mwanangu hata hajafika nyumbani. Listen. Kaa chini. Come. Na hivi ina maana ni kweli James ndio alikutenganisha wewe na Peter? Yes. Na uweza mimi nimekuja kujua juzi toka baada ya mtoto kupotea. Kwa kweli mimi hata simuelewi James. Hivi tabia yake ya kuendesha maisha ya watu akili yeye ndio Mungu wa hii dunia. Ataiacha lini? Sijui. Unajua sikumpa Peter nafasi kabisa kujielezea. Najuta sana auntie, najuta sana. Usijute. Pamoja na hayo yote, lakini Peter hakustahili kufanya hiki alichokifanya. Yeye hapa ana makosa yake, lakini babako pia ana makosa yake. Pole auntie. Sawa. Auntie Vanessa yuko hapa. Nitahakikisha kwa gharama yoyote ile, kwa shilingi yoyote, nitahakikisha mtoto anapatikana. Sawa auntie? Shikamoo baba. Marahaba. Kakako aliniambia kwa Mombasa. Ni kweli. Nilikuwa Mombasa. Lakini nimerudi kwa sababu ya matatizo ya Alice. Kweli Okay, vizuri. Wenye shilingi. Lakini huyo mtoto bila kuwa na mamake atapata shida sana. Gazeti unaweza kwenda nalo tu. Mimi nimeshalisoma lote. Umelisoma lote? Alice, unakwenda wapi Alice? Mbona mnanifanyia hivi nyewe watoto? Hivi baba yenu angekuepo haya mngefanya haya mnayoyafanya sasa hivi? Nimekuuliza nani kakuruhusu ufunge ile geti wala waondoke? Kuondoka kuniambia huyu mama wa mtoto ni tajiri. Sio yeye tu. Ukoo wao wote ni matajiri. Kapuku ni mimi tu. Na wewe dada yangu. Na wewe ndio unamshawishi huo ujinga. Hili tu la kufungulia mtu mlango na mtu unifukuze. Nikabebe takataka zangu, nguo zangu mimi zinakuwa takataka. Vua shati na suruali. Mbona vae gauni kama mimi? Nilikuwa najua utakuja. Ila sijajua kitu gani kilichokuleta. Labda mpaka nikuangalie vizuri. Nipe mkono wako wa kulia. Makuno makunela, lewa ukalolewa na lewa.
Whoa, yeah, yeah. Whoa. Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu shanikosesha penzi lile la kweli, shilingi ishaumiza wengi sana, ishavunjisha mahusiano mengi, licha ya kazini na pengine wengi wanateseka kukosa thamani, yote shilingi inavunjisha mani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa, na inaleta chuki, inaleta furaha na mabara, inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi, shilingi, 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 shilingi.